What are the required documents in a mortuary? Hii ni swali ambayo imekuwa tukitumbua, ukiuliza wase hata pale kwa mortuary unapatanga mtu amekuja ameleta mtu ajui, anakuwa confused hapo. So today I want us to speak about the document required in mortuary. Ama vipi? Yes, so let us dive in. So number one, the document that is required in a mortuary is death certificate or medical certificate. Menipata? Death certificate ama medical certificate. So death certificate, cause of the death. Hii ni ya cause of the death. So moja inakuanga it is issued by the doctor or the hospital. Nipata hii sana sana ni hiyo medical and the confirmation of death. So that is the purpose of death certificate. Ndio maana unapatanga polisi wanaletanga mwili, so unapata pia wataishwe hii ni accident nini confirm. So Kenya sana sana inakuangania polisi na doctor. Mtu kama amekufia kwa hospitali, now the doctor ataingilia. But sana sana za accident inakuanga ni kitu investigative police, ambayo tutaongea kuna hizo requirements za when kama inahitajika, requirements za investigative hizo pia. So in number one unapata ni death certificate. Number two inakuanga the national ID of the deceased. Unielewa? The national ID of the deceased. Hiyo ndio inahitajika ya pili. Ya tatu inakuanga the national ID of next of kin or the identifier of the deceased. So next of kin wake national ID yake, ama ule alimtambua, ule alitambua huyu ni nani na amekufa, pia anaweza tumika kwa hiyo ID yake, inaweza tumika. So hiyo ni number 3. Number 4, a letter signed by the next of kin for the body to be released. Sana sana hii inatumikanga ikifika kwa sasa wanaenda kuzika ile like sasa baada ya time imeisha, mwili inaenda kuzika. So hiyo ya kwanza ndio hiyo nahitaji death certificate ama medical certificate. Number 2, the national ID of the deceased. Number 3, the ID of the next of kin or the identifier of the deceased. Number 4, ndio hiyo the letter signed by the next of kin for the body to be released. So after hiyo kwanza, hiyo tumemalizana na hapo. So hii ingine ya number 5 naingia ni a postmortem report. Now, a postmortem report is required if investigation ilikuwa ndani. Sijui kama hapo umeniget. So kama ni ile design lazima investigation document iwe like lazima tu investigate mwili tujue what was the cause of the death ama nini, ama police amekuwa involved most cases. Hiyo tunakuanga na postmortem report ambayo inaitakana, and then there's a police report. So hapo ndo maana nilikuambia sana sana unaona mwili za accident ile vifo like main cause, yani in kifo sana sana Kenya huwa ina involve police, na the moment ime involve police, postmortem inakuanga required most cases. Sijasema all, most cases. So akikufa mahali lazima family like ona alikufa ama lazima gava ingilia sana sana kwa hizo accident. Hapo ndio unapata kunahitajika kuwa na postmortem report, and then we have the police report pia. So na kuna court order. Court order hiyo inakuanga applicable kama kwa family
kama kwa family kulikuwa na dispute ile like wase kama ni mali inang'ang'aniwa sana sana, hapo sasa court order wako au sana sana kwa mali. Ya pili inakuanga maybe like wako like anafai kuzikwa huku, hapana anafai kuzikwa huku. Kama hapo iko hiyo design court order inahitajika. So hapo ikifika inakuanga investigative documents zinahitajika, na investigative documents ni hizo 3 sana sana. Apart from that kuna ile the document of the mortuary, ambapo mostly sijaona hii, nitasema okay kulingana na mimi, so maybe some morgues zina practice, but kwa Kenya zile hii sijaona. So ya kwanza inakuanga ni burial order document, hiyo nimeona. Kuna hii ambayo ndafika sijaona sana. Kuna burial order permit, hiyo lazima ukue nayo kama unaenda kuzika. Uzikangi tu hivi hivi, kuwe lazima kuwe na hiyo burial order document. Inakuanga for disposition or disposition. Is it correct? Disposition. Kayo, disposition of the body. The second one kuna kuanga na embalming certificate. Hii ndio nakwambia sana sana sijaona. This one, embalming certificate. Hii ni mostly sijaona hiyo, ambapo huwa inahitajika for transportation. Ndio maana embalming documentation huwa inahitajika hapa. So for transport utaniuliza aje? So kuna kitambo tulikuwa na incident, mwili mtu anazikwa na Nyanza na mwili inachukuliwa hapa, wanaweka juu ya gari inaenda. Na some cases sana sana unapata mwili ilikuwa inaanza kunuka hadi ikifika nyumbani. Pia nyumbani inakaa kama in Luo cultures, mwili huwa inakaa inalala, wanazika the following day. So hapo ndio embalming document huwa inahitajika. So kitambo kulikuwa na hiyo shida, unapata mwili ikifika hata inanuka ikiwa nyumbani, because embalming haikufanywa ama maybe haikufanywa vizuri. So hii ndio sijaona sana sana, but in some mortuaries siku hizi unapata kwa embalming of the body, hiyo ni must. Hiyo ni must sana sana. So ukisha kuwa like some mortuaries sana sana, sijui nitaje, kuna mortuary ambaye mwili ikiingia hapo lazima embalmiwe, na wana embalm vizuri kabisa, especially ile morgue nilikuwa yes, ile tulisomea, wacha niseme ile nilisomea Chiromo, that is Chiromo, na wana embalm au ndio I think the top embalmers in mortuary, huwa wana embalm mwili fiti kabisa. Hiyo ndio morgue ambaye sana sana embalming yao inakuanga poa. Hata unapata sana sana hata mwili ikifanya, for example walienda wakazika na inafai kufanya investigative, waende wa embalm, watoe tena wazikue mwili. Unapata mwili kama ile embalm Chiromo, mwili bado inakuanga bado iko fiti. Hiyo nayo ni confirmed. So is it because tulikuwa tunasomea huko, so hiyo ilikuwa part of, hiyo ndio ilikuwa part of sheria, lazima embalm mwili vipoa hadi upate marks zako pale. So hiyo sana sana sijaona kwa hiyo embalming report, huwa sijaona, sijakupatana nayo sana sana. So mostly wanaekanga mwili tu kwa fridge, hapo ikitoka ni direct. So unapata kuna hiyo kama harufu fulani. When it comes to kwanza public kwa embalm mwili inakuanga ngumu sana, nitasema hivyo, because unapata kuna job mingi but few workers. That hivyo ndo naweza, unapata yes, mwili zinakuja but sasa unapata wafanyikazi pale ni wachache. So unapata kwa embalm mwili pale inakuwa ngumu, inakuwa tricky sana kiasi. So the only thing watafanya, watatengeneza the fridge zao poa, waweke mwili. So ndio mwili kitoka tu hapo ndio unapata kwa embalm kwa the public inakuanga tricky sana, but in private hiyo
mostly lazima mwili embalmiwe. So wana embalm alafu wanaweka kwa freezer. Unapata hiyo mwili inaweza kaa until the family wajipange. So those are the main documents ambaye are required in a mortuary ama vipi. So usikue confused next na usikoniwe ukiulizwa, ukianza kuambiwa makaratasi zingine hakuna. So those are the main document ambayo unahitaji ama vipi.